Kucompete na Morocco aina ile ilikuwa sio kitoto. Unajua kabla ya mchezo kuanza, expectations za watu wengi sana walikuwa wanajua Stars huu mchezo namna na kufa chuma tatu. Hamna hapo chuma tatu. Lakini refali Bubu Traore anapuliza firimbi 0-0 dakika inaandikwa pale. Mpaka dakika 45 kipindi cha kwanza kinaisha, ngoma ni 0-0. Watu hawakuamini kama Stars wangeweza kufanya vile. Na ukitazama kipindi cha kwanza, Stars walipata clear chance kuliko hata Morocco. Stars walipata clear chance, Morocco hakupata clear chance. Na kipindi cha pili Stars waliongeza energy kubwa sana. Mpaka Stars anaruhusu goli, Brahim Diaz anafunga goli. Watu walikuwa waamini leo Stars lazima atakufungwa tu goli nyingi. Lakini kwa namna ambavyo tumecheza kimkakati mkubwa zaidi, defensive line ya Stars ilikuwa poa sana. Pale katikati Morocco alikuwa anatushambulia sana. Ukiangalia mipira mingi ya Stars ilikuwa inaishia kwenye zoni yao wao wenyewe. Wakitaka kuvuka tu ule mstari wa kwenda kwenye zoni ya Morocco, Morocco washachukua mpira wanaleta mashambulizi. Tulikuwa bora sana kwenye eneo la ulinzi. Nafikiri tulicheza teamwork zaidi. Wachezaji wote walikuwa na defend na kwenda kuoffend. Sasa kuna muda Selemani Mwalimu anajikuta yuko mwenyewe, kuna muda Simon Msuva pamoja na Selemani Mwalimu anajikuta wao wenyewe, nguvu inakuwa ndogo kwenda kufanya mashambulizi na kupata walau goli. Of course sasa tulipata clear chances ambazo tulishindwa kuzitumia. Miongoni mwa changamoto kwa Stars ni hiyo, kwenye kutumia nafasi ambazo tutazitengeneza ama zimetengenezwa. Sio mara moja wala sio mara mbili. Huwa tumekaa sana na kuongea juu ya hichi kitu kwamba Stars ina changamoto kwenye kutumia nafasi. So far ukiutazama ule mchezo, Stars wenyewe walikuwa wanatafuta matokeo kwa udi na uvumba. Mpaka dakika ya 90 zinamalizika, zile za nyongeza, of course tulipata penalty pale kwa Edinado, lakini Traore hakutaka hata kwenda kuangalia VAR. Unakaa unajiuliza VAR ilikuwa na kazi gani ama VAR ipo pale kwa ajili gani? Nafikiri Tanzania kama Tanzania ama wachezaji ambao watakaoitwa kwenye timu ya taifa maybe AFCON ijayo au mashindano mengine, tujifunze kitu kimoja. Tujifunze kitu ambacho kinajulikana kama tuwe tunajua kucheza na refa. Wenzetu umeona ile nafasi ambayo Stars wamepata, ile penalty Nado alosukumwa ile. Wangekuwa Morocco pale, mchezaji wa Morocco amesukumwa, watu wasingeendelea kucheza mpira pale mpaka refaria angeenda kutazama kwenye VAR. Morocco, Egypt wanakaribai, wanajua kucheza na muamuzi. Nafikiri sisi kucheza na muamuzi bado hatuna hiyo elimu au bado hatujui kucheza na muamuzi. Nafikiri tungeenda kulalamika zaidi na zaidi, tunaenda kwenye VAR. Sawa kina Idi Nado walienda kwa muamuzi, lakini muamuzi anaonekana kupotezea. Teamwork pale ilikufa. Nafikiri tungeenda kulalamika teamwork, muamuzi angeenda kuangalia kwenye VAR. Lakini tulishindwa hicho kitu. Mpira ukaendelea. Baada ya hapo nafikiri ile nafasi ilipopatikana, hata dakika moja ikwisha muamuzi amepuliza kipenga na Stars amepoteza kwa goli moja kwa sifuri na Morocco amesonga mbele kwenda hatua ya robo finali. Still Taifa Stars AFCON hii imekuwa ni AFCON bora sana kwao. Kwa nini imekuwa ni AFCON bora sana kwao? Kwanza wamepata goli kwenye kila mchezo kasoro mchezo wa round ya 16. Kwenye hii hatua makundi Stars wamepata goli kila mchezo. Angalia namna ambavyo walienda kucompete na Nigeria,